shida nyumbani haziishi. Mwisho nyumba inakorogwa na mkorogaji. Utalia mwenyewe, hakuna kukusaidia. Ndugu Mnisi, Emmanuel Mnisi akaniomba nikalale kwake baada ya kurusedi. Nimechoka, ninakwenda napata kizunguzungu tu. Siku zile kembamba kadogo mno. Mungu alinijalia kufunga siku 300 kwa siku 365 za mwaka. Na yasema nilikotokea. Huu ni ushuhuda wangu, huenda huu usikii tena, ili ujue wapi nimetoka. 300 Mungu alinisaidia. Ninakula usiku tu kitoko sana, na mara nyingine nakunywa maji glasi 2. Mpaka kesho tena jioni nakula kidogo na glasi 1 ya maji. Sina shida na asubuhi na mchana. Nilikuwa kembamba, nikitembea tu kizunguzungu. Nilikuwa naanguka mahali popote tu. Naweza kuanguka huku nimelala. Utashtukia tu mwili hapo kwenye kitanda kama unakiangukia. Kepesi kama nini, mpaka nilifikisha kilo 40. Naenda nikisimama kikaragosi kinasimama madhabahuni, lakini Mungu alinipa nguvu na uwezo hakuna mfano. Nilikuwa natoka hapa mpaka kule bila kujua. 68 tukaenda na wazee huyu Mwakishara na Mwaisabira huyu na wazee wengine, Moses Mamwenda, Kiela. Madhabahu kubwa nzito imezengewa zege. Bwana alishuka siku ile, vilema viwetu wameletwa kutoka Malawi, wapi wamefulika. Nilishuka kama tetemeko. Nimeshika madhabahu, nilistukia naondoka, nimengangania kuishika hivi, nikaondoka nayo. Nimeng'okaje juu ya ile madhabahu sikujua. Ninatembea nalo, lakini zito kilo nyingi. Ninaenda nalo tunazunguka na huku na huku. Kuja kufumbua macho hivi, nilikuwa nimesikia vishindo nikiwa katika hali ya kiroho mno. Watu wanaangukiana, wanakimbia mlangoni. Viwete walikuwepo na miti yao, hilo ninalo tu zito. Nikaona mchungaji amelala hapa, mchungaji wa kanisa amelala kifutifudi, amefanya hivi, anasema kwekyala mwikemo ngobokele fijo ngobokele unendi mbibi ngobokele. Ndipo fahamu zikarudi. Nikaona mgongo unauma, nikalitupia, nikalia vumbi kanisani. Nikasema nililichukua hili wapi na lini na nililichukuaje? Maana ni zito nene zege juu ya madhabahu kubwa. Watu wamekimbilia migombani, Kiela. Wakaambiwa rudi, wakarudi. Waliokuwa viwete na kuja tu miguu na amen. Hofu wanaona tu. Ulikuwa utukufu mkubwa. Ukitaka kumwendea Mungu, mfuate Kristo maisha yake. Mnyonge, hakuwa na nyama katika mwili. Ngozi ya mwili wake iliingia kwenye shavu, iligandamana hapa, macho yaliingia ndani tu, mikono twake twemba, ngozi imengangania kwenye mifupa. Yesu Kristo. Ukichukua maisha hayo, utamuona shetani hata angani. Sura yake utaiona inakuja. Bila hivyo uone, utakuwa unaona anga tu. Kilichopo hapa unaona hakuna. Utajua kilichomo kwa mtu, utatambua, maana umechukua sura yake, si sura ya umbo hili alivyo Yesu. Utakuwa hivyo. Watu hawatakuelewa, watakufanyia wanavyopenda, lakini wewe nyamaza kimya. Usitake jibu, ujibu ili upate haki. Usitafute mashahidi. Acha shtakiwa tu kwa haki yako, kwa kuwa una kazi hiyo. Kwa haki yako usilalamike. Mchukue Yesu kama alivyo. Wewe unafikiri kumchukua Yesu kama alivyo ni nini? Ni ile tezuri yake. Mbona watu hamuelewi?
Mungu atasema nanyi hata lini? Na wakati anakaribia kuja, lini utageuka uchukue sura yake? Utaikumbuka sura ya Kristo. Siku ile utalia mwenyewe, utalia mwenyewe, utasema kwa nini nihukumiwe kwa haki yangu, ni mzembe mimi? Na unaweza ukaipata sura ya Yesu kwa jitihada yako. Usimamapo tu, pepo hata akiwa mgumu vipi, ang'ang'anie, atang'oka na mizizi yake, maana una sura yake Yesu. Mgunda mwanangu, ubarikiwe tu, ubarikiwe, maana una moyo wa Petro. Kaeni huko, kaeni huko. Huu ndio wakati wa kutafuta ufalme wa Mungu. Wa kwanza ni wewe.